Bwana, mchezo umetamatika hapa, hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Mnyama Simba akiwa nyumbani anaambulia alama moja katika hali ambayo mashabiki wengi wa Simba hawakutegemea. Tupo na mchambuzi wa boli, mdada mrembo mteke, tabasamu mwanana, dread zimekaa kichwani. Nataka uniambie nini umekiona kwa Simba ambacho kimeigharimu dakika 90 kukosa matokeo ambayo mashabiki wengi walikuwa wanategemea? Intensity ya Simba kipindi cha kwanza na cha pili ni vitu vile ambavyo vinatofautiana. Timu jinsi ambavyo inavyocheza, kila muda unavyozidi kuongezeka, ile nguvu ya upambanaji inapungua kiwanjani. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni sababu ya kuwa na wachezaji wengi wapya ambao wameongeza katika dirisha dogo, huku wenyewe wakitamani kwamba waweze kuclick moja kwa moja. Kwa hiyo kuna wakati unakosa ile hali ya timu kuendelea kupambana, pia timu inakosa ile tunasema teamwork. Inawezekana kulingana na upi wa wachezaji wengi sana ambao wapo katika kikosi. Kwangu Simba alikuwa na first half nzuri compared to the second half ambayo ilikosa vitu vingi, ilikosa kasi, ilikosa maamuzi, ilikosa matumizi bora ya nafasi. Wachezaji wengi wapo wamesababisha kuwa unadhani ni sababu, lakini Simba mpaka Afrika kwa na goli 2. Katika picha ya kawaida kwa level ya klabu bingwa barani Afrika haiwezi ukafikiria hata kama una wageni wapi au ushinde kupata goli 2. Kipindi cha pili kwa mwalimu uliona nini kilipungua? Kwa mwalimu achana na wachezaji wapi sasa. Eneo la mwalimu unaona nini ambacho kilifemea? Mimi siamini kama shida ni mwalimu. Mbinu mwanangu. Shida ni tactically waliingia kipindi cha pili wakiamua kucheza low block. Unatazama Esperance wakaamua kuingiza wakimbiaji zaidi. Kwa hiyo mnapocheza low block na timu ikikubali kushambuliwa mara nyingi, maana yake ni rahisi sana wewe kuweza kuruhusu goli. Kwangu kipindi cha pili Simba ni kama vile walivyoenda changing room, ni kama vile ile switch walioanza nayo kipindi cha kwanza ikazimwa. Ndio maana nikasema wamekosa ile intensity au upambanaji, au unaweza kusema power au energy ile ya kupush katika kipindi cha pili ilishuka kwa kiasi kikubwa. Na ukiangalia kuna some za lazima ambazo zilifanyika, the likes of Nangu ambaye aliumia akatoka. Kwa hiyo kuna wakati ambapo wachezaji wako muhimu ambao wanawategemea wanapata majeraha, unawatoa, alafu wachezaji ambao wanaingia wanashindwa kupull up katika kiwango ambacho wanataka. Kwa hiyo sidhani kama kocha anatakiwa kulaumiwa. Cha kwanza nilichokiona mimi ni wachezaji walicheza tofauti. First half walicheza vizuri, second half ni kama vile kulikuwa na some reluctant, yani walikuwa relax ya kutosha. Unaona namna gani ambavyo hata timu ilikuwa ikipoteza mpira, the way ambavyo wanarudi kwenye kukaba kulikuwa na changamoto. Hata pale timu inaposhambulia, rest defense yako imekaa vipi, kukaa na shida. First goal ambayo ameruhusu ya Simba ni zawadi, ile back pass ambao sielewi Deruka alikuwa anafanya kazi gani, kwa sababu unaona anafanya back pass wakati kuna mtu tayari anafanya runs katika eneo lako. Kwa hiyo ni magoli ambayo unaweza kusema ametoka kama zawadi. Goli la pili mchezaji anajiseti mara 4 mara 3, mnamwachia space, anatafuta engo, anafunga. Kwa kwangu kipindi cha pili sidhani kama kocha anatakiwa ajilaumu, bali wachezaji pia na nyoa anataka kae chini wajiulize, is this true? Hizi ni pesa ambazo tunalipwa ili tuweze kupambania timu, au kuna kitu gani ametakiwa tufanye zaidi? Kwa kwangu ni mimi I blame players, not the coach. Unajua siku zote coach kazi yake ni kufundisha, ila wale ambao wana implement kila alichofundisha coach ni wachezaji. Kwa kama akishindwa, there is nothing else that can be done. Chama he has done his best. Kuna movement ambazo anaziona za Clatous Chota Chama, bado kuna vingi ambavyo anavikosa, inawezekana kulingana na muda ambao amekaa na timu. Naenda kusisitiza Simba wanahitaji wengi wapya, they need to do more. Kama wanataka kufanya hivi, inawezekana kutoka huku, inawezekana ikawa ni advantage kwao. Kwa nini? Wangeenda katika hatua ya robo wangejiona wako salama, ila hawajaenda robo. Kwa system inavyoona, it's a place ambayo wanaweza wakaitumia kama stepping stone au sehemu ambayo ya kujaribu kurekebisha yale makosa ambayo yameonekana. Asante sana, mrembo sana.